Nikubalia mimi nitatoa zawadi yangu kwa wale ambao wanaitwa Jubilee. Walikuwa watano, sita na mama yuko. Mama mkubwa yuko. Nitatoa zawadi zangu namna hiyo. Pili, wacha niseme mambo haya ambayo ni mambo magumu kidogo. Bishop, mimi nataka niseme na niulize kanisa mtukumbuke katika maombi. Lakini cha muhimu kabisa, hatuwezi kuwa katika nchi ambayo iko na fujo ambayo inaumiza wananchi. Mheshimiwa Magara amesema hapo kwamba ako na ulemavu kwa sababu alipigwa hapo South Mugrango. Sio sasa, zamani. Your Lordship, nimefanya mikutano mitatu kule South Mugrango. Ya kwanza ilikuwa ni madaktari walikuwa wanachukua mashini za kwenda kutumika katika hospitali. Tuko na anesthetic mashini 3 katika Nduru Hospital. Kenyenya mama akafa kwa sababu ile mashini hakuna. Keumbu karibu tupoteze mama mwingine. Nikasema hospitali hizo hospitali zote tunasimamia. Nikatumana madaktari kule wachukue ile mashine wapeleke kule Keumbu. Kufika kule, mbunge akaorganize vijana karibu 500 wakapiga madaktari. Daktari mmoja anaitwa Mthonga, mwingine anaitwa Matiko, wakadunga kisu daktari Mtonga. Hata Mtonga akapigia familia yake kule Meru akiambia bibi yake, tafadhali mniombee, hata kama ninakufa linda watoto. Hawa watu walipokamatwa baadaye na polisi, walipatikana na simu ya Mtonga na zile nguo ambazo walikuwa wamemtoa. Pili, tukia katika matanga hapo South Mugrango kwa wodi ya Boikanga, tumeketi, mjumba amekuja anaendesha pikipiki sherehe kama hii mpaka katikati ya uwanja. Pastor alikuwa anahubiri akatoroka. Baadaye kuja aketi mahali tumekuwa tumeketi, akaenda akaketi ndani ya kina mama ambao walikuwa wamemobilize. Nilipokuwa nimesimama kuongea, akasimama, mishale ikarushwa kwa mkutano. Mama ya yule mjana bwana yake alikufa miaka 87, niliona akitembea kwa tumbo kwa sababu ya risasi ambazo zilipigwa. Mama mzee alikuwa amebebwa hapo. Watu wakaumizwa, magari yakavunjwa. Hata kutoka siku hiyo mpaka leo hii hakuna mtu amekamatwa. Juzi nimepeana wiki 2 zilizopita kwamba napeana basari. Nilikuwa naangalia asubuhi, Bishop, naamka naenda Chitago nikamaliza, nikaingia Getenga nikamaliza, nikaingia Moticho nikamaliza, nikaingia Bogikanga. Kina mama wanacheza, mimi naongea na wao kidogo, naona watoto wanakimbia. Ninauliza, mnakimbia nini? Kidogo kumbe ni watu wameruka kutoka kwa gari 4 ambazo zilikuja wakiwa na bunduki AK47. Kabla hata sijaongea, nauliza ni nani huyu? Watu wanasema ni Osoro. Risasi zilipigwa nyingi. Watu walivunjika miguu. Yule kijana alikuwa amenipa kiti nyuma yangu, akapigwa risasi hapa. Yuko hospitalini hapa. Kina mama wazee, wengine walikuwa wajawazito, wengine walivunjika, wako hospitalini. Mimi nauliza, ni nini inaendelea? Nitauliza kanisa, tafadhali mtukumbuke katika maombi, kwa sababu niko na uhakika risasi hili ambayo ilipiga huyo kijana alikuwa nyuma yangu, they were aiming at me. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo haikuweza kupata mtu afe. Mimi nataka kusema yale Mheshimiwa Richmond amesema hapa. Mchezaji, wewe ndio coach, wewe ndio referee na resman kwa mchezo mmoja. Nchi hii iko na sheria.
na hii sheria lazima ifuatwe. Mimi nauliza kanisa la Katoliki, nikiwa gavana niko na kazi yangu, MCA ako na kazi yake, mjumbe ako na kazi yake, senator ako na kazi yake. Ile vita mmesikia hii Kisii. Sasa wacha niseme, ni vile niko na kichwa ngumu, ningekuwa nimesarenda. Ile wizi ilikuwa inafanyika hapa ni wizi kubwa. Watu walikuwa naenda na pesa, watu walikuwa naosha mikono kwa pombe. Bishop, hospitali yetu hii KTRH ilikuwa inakusanya milioni 47 miezi 3. Nilipoingia nikafukuza yule mtu alikuwa hapo, nikaweka daktari mwingine. Saa hizi vile naongea, mwezi uliopita ilikusanya 198 million. Hiyo hospitali hainiulizi dawa. Madaktari wameanza kupata pesa zinaitwa locum, ile overtime. Hapa Kenyenya mliona juzi dawa zimebiwa Kenyenya, zinauzwa hapa Magena clinics. Kila baada ya miezi 3 nanunua dawa ya milioni 35, lakini yote mko na dawa hospitalini? Hapana, zinaibwa. Na watu ndio wanapiga nduru wa kwanza, wanasimama mbele ya madhabahu wanapiga nduru. Lakini nimesema kwa nguvu zake Yesu Kristo, hii vita lazima tuishinde. Zile nguvu tunapigana nazo ni za giza, lakini kwa uwezo wa damu ya Yesu Kristo lazima tufanye nini? Tushinde. Mimi nataka niwaulize tafadhali wa Kristo, mtukumbuke katika maombi. Na mimi nikiogopa kama gavana wenu, si mtakuwa mmepoteza tumaini. Mimi siwezi ogopa. Nimesema kama Simba ni mwizi, ambiwe wewe ni mwizi hapa. Kama ni mwiba, nimeambiwa ni. Lakini mambo ya kuchochea wananchi, na ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Omengo, nyinyi kama South Mugrango, kama ninafanya makosa kuleta basari kule maendeleo, mniambie. Sisi tuko na pesa ya kutosha, hatutaki kuona hapa. Nifanye kazi kwingine badala ya vifo kuonekana. Aba nginagaiga nini mukubuli abana naro chumu nginakago charuka koru asigoroiga kali mulito isasi ndimanyeti monto ndwenzi, ndimanyeti mwana siasa, ndimanyeti musikali eligoita isasi na boko lyaka ligendegaiga onyoli onjukiriria bwatiro omuntu mungao. Abantu bamintu nkubasaba esi bishop wale bishop, you are a spiritual leader. Abantu ababo turangirira tokuwane tigari itangane richiko libwatiwe umuntu aboli bungi wakolete igo otherwise oja konya tu Stars binagaiga tolengeretia mulembe na ororo abantu yani no en Somalia ase serikali etayo bantu mbali waka masasi other than Al-Shabaab taitentikirega mbabole ba Kristo bonse gaki mutunyura samasabo aba Kristo ngo tusabira muri tiango daro soko bokonye mutunyura samasabo ndiamon